baba yetu, angalia Bwana. Usipotusaidia tutaangamia. Angalia Baba. Angalia Bwana. Yawe, angalia Bwana. Oh, angalia Bwana. Angalia Bwana. Haleluya Bwana, tunakupa sifa Yesu. Tunakuhimidi Bwana wa mabwana. Wewe ni Mungu usiyeshindwa Bwana. Tunakupa sifa siku ya leo. Ningependa tu tuinue sauti zetu kwa dakika moja, tumwambie Bwana, pokea sifa. Wewe ni Mungu unayestahili sifa za mioyo yetu Bwana. Wewe ni Mungu unayestahili Bwana ibada zetu siku ya leo. Tumekusanyika mahali hapa Jehova ili tukuabudu. Tumekusanyika mahali hapa leo Jehova ili ukaweze kusema na maisha yetu. Bwana, angalia, machoni mwako tupo Jehova, uweponi mwako tupo siku hii Bwana. Tuomba kwamba mfalme wa amani, siku ya leo usitupite Bwana, ukatufanyie jambo katika maisha yetu kwa utukufu wa jina lako Bwana. Hata mahali ambapo imani yetu haifiki Bwana, hata mahali matarajio yetu hayawezi yakafika Bwana, tuomba kwamba asubuhi ya siku ya leo Bwana ukatutendee jambo ili tukawe na sababu ya kukuabudu. Wanao wameingia mahali hapa siku ya leo kwa ajili ya kusikiza kutoka kwako Bwana. Naomba kwamba Mungu wa Israeli ukazungumze na kila moyo ulio mahali hapa asubuhi ya leo. Pia wengine wanatutazama siku ya leo Bwana, pia nawaombea nikituma neno lako ya kwamba Bwana ukaweze kuzungumza na kila mmoja. Tunapoanza Bwana ibada yetu ya siku ya leo, tuomba kwamba Mungu Roho wako Mtakatifu akaandamane pamoja nasi kuanzia sasa mpaka mwisho, tukauone utukufu wa jina lako Bwana. Pokea sifa na heshima kwa kuwa wewe ni mfalme. Kwa Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Biamura somo nene. Amen. Ningependa kuchukua nafasi. Niko karibu sana ase nyumba ya monene. Erinde tonyare kuiwa kurwa ase Nyasaye. So may the Lord bless you this morning. Amen. So ningependa kwa muda mfupi ambao umesalia tukaweza kusoma neno la Bwana. So this morning ningependa we share a small portion of the word of God. And I know that Mungu kila wakati anapotukusanya mahali kama hapa huwa na sababu ya kutuleta mahali hapa. So Apostle, karibu sana unisaidie. Amen. So ningependa kwa muda mfupi ulio mbele yetu ili tukaweze kusoma neno la Mungu na tukasikie chenye Mungu anataka kusema na maisha yetu. So sometimes as men, oro kama wanadamu yeyote yule, there are sometimes we are strong, and in this life comes a time when we feel weak. So kuna wakati tuko na nguvu na kuna wakati mwingine tunaishiwa na nguvu. Sometimes they feel weak. Bwana asifiwe. Ili tukaweze kujua kwamba kuna wakati tunakuwa na nguvu na kuna wakati mwingine tunaishiwa na nguvu. Tunaweza kuwa tumeitwa na
kitu ndani yetu. Nyasaye obekire gento ime yaito. Tumefanywa kuwa watumishi. Tumefanywa kuwa waumini. Tumefanywa kuwa wale ambao wana imani na Mungu. Licha ya kufanywa kuwa wakuu, licha ya kufanywa kuwa Bwana Yesu asifiwe. So even the strong people sometimes feel weak. Tutajua kwamba even if strong men wanakuwa weak, but even in their weakest, First Kings, yes. Omonyene akagenda ase eroro orogendo rwerituke elimo. Yes. Agaikaransa inse yomote okorokwa omorehemu. Agesabera nga akwe. Akabora bono monene aya aisanire. Yes. Ira obogima bwane. Ekiagera inche tindi omuyakobwa chisokoro chiane. Amen. Amina. Mahali hapa ambapo apostol amesoma, aigasomo apostol asomire, ni mahali ambapo tunampata mtumishi wa Mungu mkubwa. aigana stokonyora omokorire Nyasaye omonene. The Bible speaks of kera akolire ebikone ebinge. After doing great work of God, he was a mighty prophet of God. Wakati huo alipokuwa anafanya hiyo kazi ya Mungu, bado kulikuwa na upinzani. Walikuwa na miungu yao, walikuwa na manabii wao. So Elijah akisema na wao wanasema. Wale manabii wa Jezebel na Ahab, alipofanya ule muujiza na Mungu wao hakufanya chochote. Biblia inasema kwamba Mungu alipojibu kwa moto, Elijah aliwakamata wale manabii wote wa uongo na akawaua. So alipomaliza kuwaua, hapo alisimama, alikuwa mwanamke. Hapo na Jezebel walisimama. Jezebel alikuwa na nguvu nyingi. Akamwambia, vile umefanyia manabii wangu, kesho wakati kama huu na hapa ya kwamba utakuwa na maisha. So Biblia inasema kwamba nabii wa Mungu Elijah akaingiwa na uoga. So anaingiwa na uoga wakati ameona Mungu akijithibitisha mwenyewe. Yani Mungu amemtumia, amefanya miujiza. Mungu amemtumia, watu wamekubali kwamba kuna Mungu aliye mbinguni. Lakini baada anaweza akashtuliwa na maneno ya Jezebel. Jezebel anaweza akamfanya akakata tamaa. Biblia inasema kwamba mahali tumesoma verse 4, na Elijah akatembea siku mzima kwa sababu ya uoga, kwa sababu ameogopa, amesema huyu mama ataniua. Tunaporudi nyuma kidogo, manabii wengine walikuwa washauawa. So Elijah akaenda akaketi mahali chini ya mti, and he made a prayer to God. He said, it is too much, Lord.
He prayed, agateba ayabono monene ayaisanire take away my life. ira obugima bwane. Bwana Yesu asifiwe. Omwana Yesu This abakwe. was a strong man of God. Oyo n'omuntu olengeri nyanguru omuntu Nyasaye. Lakini amefikia mahali ameona amefika mwisho. Lakini bono ikiro mahali bono olesi Manabii wenzake wamekufa. aba bandi bamwe abo basirire. Yeye licha kufanya miujiza baada anaandamwa. Era mnonyekera akolire ebikone bado nkubwatu kwa. So akajiona kwamba hafai kuishi tena. Akasema kwamba Mungu, kama ni mimi peke yangu nitabaki, Mungu niue tu. Just take my life. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba akalala mahali pale. Ndio maana nilikuwa nataka tujifunze siku ya leo that even strong men feel weak. Wale unaowaaminia ya kwamba ni wenye nguvu, siku inakuja wakati wao pia uishiwa na nguvu. Wale waliokuwa juu, wakati unafika. Bwana Yesu asifiwe sana. Wao pia unawapata wako hapa chini. Kuna wale ulikuwa unawategemea hata kwa msaada. Kuna wakati walikuwa wanakusaidia na kuna wakati wanaishiwa. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nasikiza mhubiri mwingine chuzi. Alikuwa anahubiri, anasema kwamba dunia ni mduara. Kila siku inazunguka tu. Mahali tuko leo sio mahali tutakuwa kesho. So alikuwa anasema kwamba kuna mtu alikuwa anaheshimika katika kijiji maybe. Wakati alikuwa na kazi kubwa, alikuwa na pesa nyingi, miaka imeenda amestaafu, alikuwa anategemea pesa nyingi. Watu wengi walikuwa wanamtegemea as their source of help. Lakini wakati amestaafu, pesa upungua. Aliyekuwa ana handle pesa mingi. Sasa mhubiri alikuwa anasema amefungua kisiagi. A man that was handling thousands of money. Saizi anangojea wamama waende na 10 bob wasiagie. Ni hali tu ya maisha. Kuna wakati unakuwa na vitu na kuna wakati unapungukiwa. So kuna wakati Elijah alikuwa na nguvu. Wakati alisema ya kwamba waje tutengeneze madhabahu, tuweke dhabihu juu, kila mtu aite Mungu wake, tuone ni Mungu wa nani anaweza jibu. Wakati Mungu wa Elijah alijibu, alionekana kuwa na nguvu nyingi, mpaka akaamuru manabii wa Baali wakamatwe. Sio kukamatwa tu, alikuwa na nguvu mpaka za kuwaua. Lakini anapomaliza, wapinzani wake tena wanaonekana wakiinuka na nguvu mpya. Jezebeli anamshtua na nguvu mpya, mpaka anafanya ombi kwa Mungu. Anamwambia Mungu, nimechoka, heri ukachukue maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. So wakati mwingine Mungu anaweza akatusaidia tukanenea watu mambo makubwa. As an apostle, Mungu anaweza akakutumikia katika fellowship. Unaposimama mahali pale hata kuomba tu, watu wanakuwa na tumaini zaidi. Lakini kuna wakati majaribu yanakuja katika maisha yako,
Kuna wakati Mungu anakuacha tu kidogo. Usisahau kwamba yuko Mungu. Bwana asifiwe. Usiishiwe na nguvu, chitie nguvu kila wakati. So wakati mwingine tunaweza choka kabisa. Tunaweza ona kwamba tumeishiwa. Hata kama wakati mwingine sisi ni wenye nguvu. Biblia inasema katika kitabu cha Isaya chapter number 40. It's a common verse that we know. Tutasoma verse tutasoma kuanzia verse number 30. Let's start from 29. Biblia inasema ya kwamba He strengthens those who are weak and tired. Verse number 30 inasema kwamba even those who are young grow weak. Bwana Yesu asifiwe. Vile tunajua vijana ndio nguvu yetu. Sote banga abana baito na buchinguru cheito. Tunasema kwamba watoto wetu ndio nguvu zetu. Abasaye baito na buchinguru cheito. Watoto wetu ndio nguvu zetu. When they are around us, we feel strong. But the Bible says even those youths ambao tunaona wako na nguvu, wanaweza wakaishiwa na nguvu. Anasema ya kwamba they can be exhausted. But there is hope that God gives us in verse number 31. Anasema, but those who trust in the Lord for help will find their strength renewed. This is the hope that we should live in. Ya kwamba wale tunaomwamini Mungu, tujue ya kwamba there is a time tutakuwa na nguvu. Hata tunapoishiwa nguvu, hila tupage kama tumemtumainia Mungu. The Bible says that God will renew our strength. That is what God says. Ya kwamba atatupa nguvu mpya tena. Nataka niseme nini? Kuna wakati hata imani yetu inajaribiwa katika njia kama hiyo. Kama mtumishi wa Mungu Elijah alivyojaribiwa. Tunafaa tujue ya kwamba wakati ambao tumechoka, ule wakati ambao tunaona tumefika mwisho, hata kama tumefanya mambo makubwa, huo ndio wakati ambao Mungu huja na kutusaidia. Huo ndio wakati ambao Mungu huja na kutuondoa katika shida zetu. Tunachojifunza kutoka kwa hii hadithi ya mtumishi wa Mungu Elijah ni ya kwamba hata wenye nguvu wako na mahali wakiuguzwa tu hivi wanaishiwa na nguvu. We have our weak points. Kuna mtu anaweza kuja akakuambia kitu kikasambaratisha moyo wako hata wakati uko na imani. Kuna mtu utasikia ya kwamba fulani na fulani wameketi mahali wamesema jambo fulani hata kama ulikuwa na moto. Unahisi ya kwamba umeishiwa kabisa na nguvu. But there is hope this morning that they that wait upon the Lord shall renew their strength. Bwana asifiwe. Elijah ameitisha moto umetoka mbinguni.
amewashinda manabii wa uongo. Mungu amejidhihirisha kwake na nguvu nyingi. Watu wamesema kwamba huyu ndiye Mungu anayefaa kuabudiwa, lakini bado anaweza akaishiwa na nguvu. Bwana asifiwe. So katika hali zote katika maisha haya tubwenere tutumanye lingane limo gusabira. Tunastahili kujua neno moja ama mawili. Inga obugimo obo chinguru ndiro gutwara nane ndiro oke uchinguru. Katika maisha haya kuna wakati ambapo tuna nguvu na wakati ambapo tunaishiwa. Egia kabiri tumanye ngadi litware ruchinguru. Jambo la pili tujue ya kwamba wakati ambapo tumepewa nguvu, Nyasaye no aruyo gutobeka chinguru. Wakati tumeishiwa nguvu kuna Mungu ambaye anatutia nguvu. Amen. Amina. Maybe 2-3 people. Nataka tu tujifunze mtu mmoja wawili ambao pia walikuwa wenye nguvu, walifanya mambo makubwa. Licha ya hayo mambo makubwa bado wanaweza wakataripiwa. Bwana asifiwe. Mtu wa kwanza tunayemsoma in the book of Jeremiah chapter 20 and verse 14. Apostle ukipata utatusomea. Okay. Liragererigwe litukelyo na iboletwe litukolirya baba anyibolete libe litali nogosesenigwa. Amen. Bwana asifiwe. Mahali hapa ambapo tumesoma ni Jeremiah, nabii mkubwa wa Mungu. Mahali tumesoma anarahani ile siku aliyozaliwa. Kwa nini anarahani siku? Kwa sababu ya fitisho. Kuna mahali Mungu alimtumikia. Biblia inasema unaporudi nyuma kidogo kwenda verse 19, yani chapter 19, kuna mahali Mungu alizungumzia mtumishi wa Mungu Jeremiah, akamwambia vile atafanya. Ukisoma kwenda chini Jeremiah, yale maneno Mungu alimwambia amchukulie the priest of Bashar. Ekera wakati alimweleza yale mambo yote ambayo Mungu alimwambia, kwamba Mungu angeharibu ufalme wa Persia, alikuwa anaufunja kama udongo. So when he told them about the prophets ambayo Mungu alimpea, the priest akashikwa na hasira, akakuwa na uchungu mwingi na huyu nabii. So akamtishia. So alipoangalia maisha yake hivi akaona kwa vitisho vimekuwa vingi, akasema wakati mwingine hataweza kusurvive. So akaanza kukumbuka ile siku mama yake alimzaa. Akasema hiyo siku ilaaniwe kabisa. Ilaaniwe siku baba yangu alipata habari kwamba mimi ni mtoto kijana. So this was a mighty man of God, a man that can prophesy, a great prophet from God. Mungu anamutumika kusema mambo yanayokuja. So anapozungumza yale maneno, baada anafika wakati anaraumu siku ya kuzaliwa kwa kuwa ameona mambo mengi. What do we learn from this?
inkitoko soma kuruga iga ni kwamba maisha haya inga obogima obo iga tunaweza tukapitia hali ngumu hata kama sisi ni Wakristo. ngana batoko nyari wetera mangana makogo nonyotora abakire Hata kama sisi ni watumishi tunaweza tukapitia mambo magumu. nonyotora abakore na batoko nyari wetera mangana makongo. Lakini unapoendelea kusoma historia hiyo, Mungu hakumwacha. Hata mahali tulikuwa tunasoma hadithi ya Elijah, ile inasema ya kwamba alipokuwa ameketi mahali pale akiwa amechoka na kukata tamaa, Nyasaye ta mutigitira mutumite kegonkoru ikamuletere ndagira asali. Mungu hakumwacha, alituma ndege akamletea chakula. So that is God ambaye tunamtumikia. He knows what we are going through. As we are serving him, he knows everything. Anajua machungu yetu, anajua maadui zetu wote, anajua yale wameyapanga. The same God, he is preparing a way ya kututoa katika shida hizo. Bwana asifiwe. Tunasoma historia ya wana wa Israeli, kama kuna wakati walikuwa wanalia katika nchi ya Misri, na kuna wakati Mungu aliwakomboa kutoka kwa mikono ya Farao. Biblia inasema kwamba walitoka Misri na furaha, lakini walipofika katika bahari ya Shamu, tena furaha yao ikageuka ikakuwa kilio. Watu waliotoka na ushindi mkubwa, watu walioona mkono wa Mungu vile ni mkuu, tena wakafika katika bahari ya Shamu, tena wakajipata wanalia. Biblia inasema kwamba Mungu pia akasikia kilio chao mahali pale, na akawafanyia njia. Huyo ndiye Mungu tunayemwabudu. He comes even when we are weak. Anakuja hata wakati tumefika mwisho, na anapokuja wakati tuko karibu na mwisho ama tumefika mwisho, anahakikisha kwamba tuko na furaha tena. Anahakikisha kwamba tunasonga mbele. Anahakikisha kwamba tunafanya hata mambo mengine zaidi ya yale. In the book of Jonah, chapter number 4 and verse number 3. Yona inyesato igegoteba asayo aye bono na gosoroire inga orusio obugima bwane ontige inkwe ekiagera nigo erebuta asende inkwe erebusa asende inkwe kobwa erebuya. I think it should be erebuya asende inkwe kobwa kogenderera koba moyo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu abako. Hapa pia tunapata Jonah, aigana harongo nyana tole Yona, a mighty man of God. No mosombo Nyasaye. Mungu amemtumia, Nyasaye omotumekire, hata kama hakuwa anataka kutumika na Mungu, no nyata atayete kutumika na Nyasaye, huenda katika mji wa Ninawi. Kogenda umotolio Nineva, ameenda mahali pale, ochira asali, Mungu amemtumia, Nyasaye omotumekire, watu wameokoka, abantu batorekire, lakini hakuwa anataka hivyo. Lakini tatagete igo, Mungu amemtumia, amefanya mambo makubwa. Nyasaye okorera mangana manene, mahali ambapo tumesoma ase tuasomire, tena anarudi anaketi chini mahali. Nando irano ikanasase. Ukisoma verse number 2 anasema so he prayed, Lord, Nyasaye, didn't I say before I left home that this is just what you will do? Hani anamuuliza Mungu, nilijua tu ya kwamba wewe ni Mungu wa rehema. Tugotiga abantu bali basire, uko na mpango wa kuwaokoa. And honest, na Mungu alimtumika tu wakaokoka.
nyasaye ntararwanga aye nyasaye uchire n'obuya atogori gochigotika abantu bali basiringa goiko batolye So walipookoka wana kera batorekire anaona tena Mungu atamfanyia vizuri. wana amanya koranga nyasaye Sasa taramukorera anamwambia Mungu niue. bona akota nyasaye ngite Bwana asifiwe. mwana Yesu Nyasaye tugusa asima, Nyasaye bwa mabera. Mungu ambaye tunaabudu ni Mungu wa rehema. Amen. Amina. Nyasaye atororera mabera. Mungu atuhurumie. So tunaweza tukachoka katika maisha haya. Igo asubuhi mubona batokoya. Lakini Mungu Nyasaye anaweza tena akatusaidia. Naanda bago tuachinguru chinya. Karibu nimalizie in the book of Job. Know that Job was a servant of God. Biblia inamzungumzia inasema katika nchi ya Uzia. Kulikuwa na mtu mmoja ambaye jina lake Ayubu. Alikuwa anamuogopa Mungu kabisa. Alikuwa anamheshimu. So Biblia inasema Job chapter number 3 verse 11. Pia yeye anafika mahali anaomba. Ninki kiagerete tinakwera inda ya baba. Ninki kiagerete tinakwa ekerokeria na segete korwao. Bwana asifiwe. Mahali hapa ambapo tumesoma Ayubu ameletewa habari. Ayubu aleteirura mangana kuhusu vile mambo, yani vile mambo yamefanyika, watoto wake wamekufa. Igoro ya mangana makonwa akorekanire paka wafanyikazi wote wamekufa. So marafiki zake wanamkejeli. Alikuwa na vitu mingi, sasa hana kitu. So Biblia inasema kwamba pia yeye akafika mahali akaona kwamba hakustahili kuzaliwa. Akaona kwamba hakukuwa na hata yeye kuishi. Anasema kwamba I wish I died in my mother's womb. All died the moment I was born. Bwana asifiwe. Kwa nini anasema hivyo? At this time wanaongea maneno haya, remember he was a mighty man of God, a blessed man of God. Now he has nothing. Bwana asifiwe. So anakumbuka vyote alivyokuwa navyo, and at this time hana chochote. Anasema heli hata singeona hizi vitu, hata ningekufa tu. What do I want to say? Kwamba leo unaweza kuwa na vitu mingi. Leo unaweza kuwa uko juu, kesho unaweza pata tena uko chini. Vitu vyote ulivyokuwa navyo vimepungua. Bwana asifiwe. Si eti Mungu amekuacha. No, Mungu bado yuko. Bwana asifiwe. Yeye huja kwa wakati ambao tumekata tamaa kabisa, wakati tumeona kwamba tumeisha. That's when he comes and he does something to our lives. Amen. Ya mwisho, in the book of Psalms chapter number 42. Psalms 42 verse number 11. There's something here David says. Aye omoyone nasiki kwabeire no moichano monene nasiki otali no botoereru. Yes. Semeria nyasaye igoni nyare komotogia naende ere ayare gotoereria oyore ogotore kakwane. Amen. Bwana asifiwe. Goni nyare komotogia naende
ere oyole ogotoleka kwane na nyasaone. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Huyu pia ni Daudi, Oyo nere Daudi, mtumishi wa Mungu pia. Musombo Nyasaye. So mahali tumesoma anaongeresha moyo wake. Asitu asomire igago kwanero moyo. Anasema, why am I even sad? Ingiko gero moyo no gechi. Why am I troubled? Ngiko wechandera iga. Anasema, I will put my hope in the Lord. Akotebanga nimbe koko semeria kwane. So kuna mambo yalikuwa yanamsumbua. Igonga mangana na alenge komocha. Hata kama alikuwa mtumishi wa Mungu. Musombo Nyasaye. Mahali hapa ameishiwa na nguvu kabisa. Lakini amefika point ya kurealize kwamba bado kuna Mungu. So anajiuliza, kwa nini hata why am I so sad? Why is my heart troubled? Amemalizia kusema ya kwamba nitaweka tumaini langu kwa Mungu. Nitamtukuza tena yeye aliye mwokozi wangu. Bwana asifiwe. Si Mungu atusaidie. Wakati tulikuwa na nguvu na wakati tumeishiwa na nguvu tukaweza kumtumainia Mungu. Tuweke tumaini kwake, tuseme kwamba hata kama tuko chini. Tuseme hata kama tumeishiwa na nguvu. Tuseme kwamba hata kama hatuoni njia, Mungu aliyewafanyia wengine njia, Mungu aliyewainua wengine, Mungu aliyemtetea Elijah, ni yeye yule anayeweza kututetea leo. Mungu aliyesimama na wengine. Bwana asifiwe. Mungu aliyepea wengine neema. Kuna wakati Mungu anatupea neema, tunatembea kwa neema ya Mungu. And there are times that comes in our lives ambapo unaona kwamba neema imepungua na Mungu ameinua wengine. Aliyekuinua wakati huo is the same God. Bwana Yesu asifiwe. So when strong people feel weak, God comes to renew their strength. Ninapomalizia niseme kwamba wacha Mungu aliye nguvu zetu, wakati tumeishiwa nguvu atutie nguvu. Haleluya, kwamba Mungu alituumba tuwe wenye nguvu. Mungu ametuokoa, ameweka nguvu ndani ili tukaweze kuwahudumia wenye hawana nguvu. So mahali ambapo tumechoka, tujirudie kama Daudi. Tujiulize kwamba mbona tunachoka tu? Mbona tunakasirika? Mbona hatuna imani? Tomosemeri Nyasaye, tuwe na imani na yeye atatusaidia. Si Mungu awabariki. Ningependa tusimame juu ili tukaweza kufanya ombi la mwisho. Amen. Amina. So tukiwa katika hiyo hali ya maombi, ningependa tu uchukue dakika moja uangalie maisha yako ya wokovu. Sisi wote tumeokoka. Uone mahali ulianzia. Uone ule moto ulikuwa nao. Uone zile nguvu ulikuwa nazo. Utali kutaka kunyorue fellowship. Utali kunyorue ibada muneye. Haungechelewa kwa maombi. Orole gusena uri bado. Uone ikiwa bado uko ungali. Orole gusena ubwato mukiori. Uone ikiwa una nguvu zile. Naona kile mbure gutwara gusenko igure ngane tubaka ngende. Hata wakati mvua inanyesha bado unaweza kuenda. Kabla tuombe. Tutarasaba.
orore gusenga nura ali asekwalenge boswayo ayo uli kwalenge omonyanguru kwaere iruchinguru tosabe. Hebu jioji uangalie ni wewe yule ambaye ulikuwa mwenye nguvu uko bado pale. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So dakika moja tu ile dakika yemo ligere lyobugima bwasi nini. Angalia maisha yako. Orolenga zile nguvu ulikuwa nazo. Uangalie uone ya kwamba zile nguvu ubugima chinguru chilikuwa bwate. Ile imani ulikuwa nayo. Okosema liko likuwa bwate. Hata ungeambia mtu nikikuombea tu hivi unapona. Okwa rokotebyo umuntu nango gosaberega kwa bwe. Bado ile imani iko. Okosema liko raro gose. Ile njia Mungu alikuwa anakutumikia. Bado Mungu anaweza akakutumikia leo. Na kama hauko mahali pale, tufikirie kama Daudi. Tumwambie kama Mungu, tunataka kurudi kwako. Tunajua ya kwamba tuko vile tulivyokuwa. Tunahitaji Bwana ukarenew our strength. In the name of Jesus. Father Lord, we thank you. We bless your name, O King of glory. You are mighty Jesus. We thank you for your word. The Lord, we are ready this morning. Kwamba hata wenye nguvu waliofanya miujiza, mtumishi wako Elijah aliyeitisha moto ukatoka mbinguni, aliyewaua manabii wa Baali, aliyeona mambo makubwa Bwana uliyoyatenda. Biblia imesema kwamba alifika mahali akaishiwa na nguvu. Jehova, pia sisi kama watumishi wako wanao uliotuita kwa makusudi yako Bwana, kuna wakati tunaishiwa na nguvu, kuna wakati tunalemewa na hali za dunia hii. Bwana, ombi letu asubuhi ya leo ya kwamba kila siku, kila saa, kila wakati Bwana ukatutie nguvu, uje katika unyonge wetu Bwana. Wakati tumechoka Mfalme, ukatushikilie, kwa kuwa Bwana tumetumainia kwako. Na neno lako limesema katika kitabu cha Isaya ya kwamba hata vijana wanaweza wakachoka. Wale wanaotumainiwa kuwa na nguvu wanaweza ishiwa na nguvu, ila wale wanaokutumainia Bwana, Biblia inasema kwamba utafanya nguvu zao kuwa mpya. And that is our prayer this morning, that our God who art in heaven, may you renew our strength in the name of the Father, Son and the Holy Spirit, ili Bwana tukaweze kuyafanya yale makusudi uliotuitia Jehova. Najua ya kwamba utatuweka mahali hapa bure. Kuna hapo wanaoinuka kinyume nasi, kuna Jezebel, na kuna wengine Bwana sauti zao zinatutisha. Tuomba kwamba Bwana ukainuke, ukatutetee katika jina la Yesu, ukatupiganie katika jina la Yesu. Chochote kile Bwana ambacho kinatufanya tunakufa mioyo, ukakiondoe, ukatutie nguvu, ili tukaweze kuyatimiza makusudi yako. Bariki wazee, bariki wa mama na vijana wote ambao wako mahali hapa, hata wale wanaotutazama Bwana, waliokuwa na nguvu na wameishiwa na nguvu, ukawatie nguvu mpya kwa utukufu wa jina lako. Pokea sifa Bwana, kwa kuwa wewe ni mkuu. Wewe ni mkuu sana Bwana. Kwa Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Tiganya saa tubeke chinguru chinya. Acha Mungu awatie nguvu mpya. Tumanyenga na waneka toko era chinguru tali ntwa batangani. Tujue ya kwamba tunapoishiwa nguvu sisi sio wa kwanza. Amen. So ningependa tuweze kutoa sadaka zetu.
kore sadaka yaito tunapotawanyika kwenda Sunday school. kere tokogenda ase ebirasi bieto bia Sunday school. Mungu atubariki wote. Yomane na abaseseni. Amen. Amina. Tukitoa sadaka zetu tukimaliza, tutasimama juu tuombe tuende Sunday school. Amen. Tusimame wote tuombe. Amen. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mwema, Mungu mwaminifu. Tunakushukuru kwa sababu ya neno lako Bwana, ya kwamba hata wenye nguvu wanaishiwa na nguvu, lakini Bwana unawatia nguvu mpya. Ndilo ombi letu siku ya leo. Wanao Bwana wamekutolea sadaka zao, naomba kwamba Bwana ukazipokee. Tunapotawanyika kwenda Sunday school, Bwana uwe nasi. Tutakapomaliza tena, tuone wema wako. Ibada zetu tumezikabidhi mikononi mwako. Bwana, Roho wako akatuongoze kwa kila kitu. Kwa Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Wana tuminyo kagoji Sunday school asili ya Yesu Bishop.